bwega sana kari muridhire wa Meru TV tukuinambere kwa tuicho kagira kiri mubango wetu atuwe nambere kwa tukiriragirie mantu makone na mwerekera wa mugongo kuraitha bura mugongo withirito kithina na mantu mange kathumba tu makone na gisiasa na rukirirwe munthi twi na mbati nne sana twi na mheshimiwa kumunara county ya Isiolo ora tukainambere kwa tukiwatanagira nwe yaga ugurukirirwe munthi kengo twi nambere kwa tukiragiria mantu mwanya muno Isiolo kwithirito karakarangangi ata utongoreria bura Isiolo bwithirito bukari ata na ni umugo baraba kuchwa gitigia usenita na ara county ya Isiolo kwa uwa kainambere kwa gitu taragire mantu kinya mwanya tu makone na mubango wako kuchwa gitigia usenita na county ya Isiolo na mantu mangi kathumba tu mantu kegwa tukimenya tungi tawa mheshimiwa Ahmed Adan ngweti ata Dan deal lakini karibu sana mheshimiwa. Good morning. Habari ya asubuhi. Good morning sana, habari ya asubuhi salama. Kwa majina mimi naitwa Ahmed Adan Huka. Being from Isiolo. Doesn't mean we are not from Kenya. Yeah, of course, yeah. I'm a son of a pastoralist. Been raised in Isiolo. Chari Ward, a place called Bulesa. Bulesa. Yeah. Oh, that's where my dream started. Started my career, studies, and everything. All right, sawa. Labda mtu anaweza kuwa nauliza Dan ni nani? Who is Dan? Tuanze hapo. Nikikuelezea kuhusu mambo yangu kwa ndani. Mimi nilianza masomo yangu pale Bulesa Primary. Nikaenda pale Merti Boys Secondary School. For now, sasa niko hapa MIPS College, undertaking civil engineering as my career course. And for a matter of politics, it's burden that forced us to take this opportunity or this responsibility. Because Isiolo, being a center of Kenya, is a place like other place, but a better place than others. Is where we have birds, lies in the center of town in the evening. Is a home of wild animals, whereby we receive a lot from tourist offers. We receive a lot from the nature, meaning we have something like sand harvesting and other mining centers. But the key factor or what has shaped this county that made us to come out and to oppose the sitting class is the untold history, the cries, negligence of people with disabilities, youths, women, and misappropriation of public fund, and dream being hanged on a tree without any support. I understand. Asante. Kuna mtu hapa anasema atumie Kiswahili kidogo, Kizungu imekuwa mingi sana lakini ni sawa. I think sawa tukagere kutumira Kiswahili kidogo meomaka. Unawania kiti cha usenita pale kaunti ya Isiolo. Labda mtu angependa kujua labda lengo lako ni gani? Kwa nini unataka hichi kiti? Lengo langu kwa mara ya kwanza, mara ya pili, nawania mara ya pili. Niliwania mara ya kwanza 2022 nikiwa na 21 years. 21 years. The youngest Senate candidate in entire Kenya. Na katika safari yangu watu wengi hawakuweza kuamini kama nitafika kwa ballot. But mimi nilisimama kidete. Nikapiga kampeni yangu kiasi naweza. Nikafika kuona mahali naweza. Nikaweza kuuza sera zangu. Na watu walikubali. Ila tu ni kura tu hazikutosha. Lakini saa hii nimejikakamua vizuri. Naamini niko na matumaini ya kwamba hii election inakuja. Nitakuwa mahali. Na lengo langu kenye imeniwezesha ni kuja kutafuta hii kiti ni majukumu makubwa sana. Kama sasa kwa community yetu ya Isiolo. Isiolo iko na diverse nature. Iko na Turkana, Samburu, Somali,
Borana and other communities. Yeah. Lakini ukiangalia ile funds zenye Isiolo inapewa since devolution, hatuoni kitu ambacho tumefanyiwa na serikali yetu. Na ile imefanywa haijatamatishwa. Vijana wameachwa wakitapakaa kwa dawa za kulevya. Wamama wameachwa wanatafuta huduma za hospitali kwa kilomita kadhaa. Na hili jambo limeweza kuleta shida kubwa katika jamii. Na pale ukiangalia Isiolo vizuri, watu wa Isiolo 75% of them they depend on pastoralist. Na pale wakati wakulima ama wafugaji, sana sana wafugaji, shida kubwa ambao the challenges sasa yenye wana face ni challenges of insecurities. Lakini government ama serikali yetu ya county haijaweka any mikakati ya kuweza kusaidia hawa watu wasishambuliwe na marafiki zetu wa nchi jirani, county jirani. Shukran sana. Naelewa kwamba kiti cha useneta ni kiti ambacho seneta anatakiwa kuangalia kazi inavyoendelea pale kwa county government. I don't know, what are your plans to ensure that there's a fair distribution of county resources maybe? As the role of senators, my role is oversight. Na pale distribution ya counties ikifanywa na allocations, changu ni kutetea watu wangu huko juu, ili waweze kupata fairness. Na pale ambapo ile funds itafika kwa county, kufuatilia uangalie sasa inatumika vipi. Tafuta ripoti zenye zimetumika, mahali zimefanyiwa allocation, kama ukweli hiyo disbursement imefanya kazi, na kama sheria zote zimezingatiwa kulingana na ile share ya county. Na pia pesa isitumike vibaya. Na hold accountable kwa wale wanatumia public fund vibaya. Sijasoma sheria sana, but sheria inasema if someone is in a position to hold or have misused the public fund, it is not only removal. You must have to be prosecuted for that. That is violation of our constitution. So yangu ni kuangalia funds za county zimetumika aje, na zimetumika wapi, na zimetumika vipi kwa njia zipi. Aya, shukran sana. Umetueleza hapo mwanzo ukatuambia kwamba Isiolo ni wachungaji. Sijui labda ni sheria gani ambazo utatumia kuhakikisha kwamba shida za insecurities ambazo umetuambia zimekuwa mingi sana kule, kuhakikisha kwamba zimeisha? Ni sheria gani ambazo utatumia kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kwa wale wachungaji? Sheria ambazo zenye zinatumika ama nitalizileta kuziimplement ni very simple. Ukiangalia pale Isiolo, wale wanatusumbua ni wale wanatoka jirani yetu. Na kwa sababu serikali iko na advanced intelligence service, na iko na diplomacy that can end banditry. Na pale Isiolo kuna kitu inaitwa borderline na community land. So watu wetu wapewe nafasi ya kujiexpress na wapewe security ya kutosha, kwa sababu serikali inaweza na bado county inaweza kusaidia wafugaji wawe kwa mazingira ambayo yanafaa, si ya mazingira ambayo yanadhalilisha hawa. Kumekuwa na shida sana ya maji county ya Isiolo. Kuna some places unapata kuna ukame, hakuna maji ya kutosha, na unapata kwamba ni kama ile pesa ambayo inalokitiwa ni kama yule seneta kwa pale, sijui kama afanyi ile kazi ama ni vipi. Lakini labda njia yako ni gani kuhakikisha kwamba umeleta mabadiliko kidogo tu kwa mazingira ya Isiolo? Nikikukumbusha Faminas, sisi tuko na seneta pale, lakini hakuna sekta imetufeli kama watu wa Isiolo kama representation ya Senate.
tunaambiwa kila siku ma stories. Tunaambiwa hii imefanyika na ile imefanyika. Lakini hatujaipata mtu amepelekwa mahali ama kwa kotini ama kwa any public center afanyiwe uchaguzi ile afanyiwe uchunguzi. Manake yule senator ako pale ameweza tu kupiga story yake, ameweza kutekeleza mambo zake majukumu, lakini haijafika kiwango yenye inatakikana. Ukienda mahali kama Bulesa. Bulesa is the birthplace of mine. Na iko na shida ya maji for a long time. Hata sasa kuna project inaendelea. Project BQ imefichwa. BQ inamaanisha ikifichwa ama someone akitampa nayo utapata kuna shida mingi sana, vitu zimepotea ama pipes hazitoshi ama mambo kama hayo. Na pale yule contractor mwenye anafanya hiyo kazi haelewi anafanya nini. Anasema hapo imetengenezwa na yeye mwenye hajaikuwa huko. Na role of MCS pia ni kuangalia na oversight. Lakini yule wetu hana habari ya huko. Kwa sababu yeye ako mashughuli zake. Na wakati unapata kwa area ya kiangazi ama drought centers. Kuna ile kitu inaitwa water harvesting. Unaweza tumia well of yenye iko na solar panel ama utumie damu. Ama una encourage communities wapande miti so that environment ikuwe cool. Lakini pale hakuna motivation kama hiyo. Na maybe I think tunaweza implement that. It can work better. Okay. Shukran sana. Kwa ugawaji wa rasilimali pale county, sijui kwa sasa sijui senator wa county Isiolo na gavana uhusiano wao uko vipi, lakini ningependa kuuliza uhusiano wako na gavana labda utakuwa uhusiano wa aina gani? Tukiangalia mambo ya uhusiano, kitu ya kwanza fahali wawili wakipigana yasiumie. Ndio kabisa. Hivyo ndio Waswahili wanasema. Na wakati unataka development ifike kwa ule mwananchi wa chini, lazima uhusiano wewe na governor ukuwe na uhusiano nzuri. Muwe mnaelewana hapa itakwaje na pale tutafanya vipi. Mimi as for me nasema mimi sitakuwa na shida na governor yangu as long as atakuwa in lane kutekeleza haki zake na majukumu zake vile inafaa according to the constitution that abides him. All right. And how are you going to ensure there's transparency in maybe distribution of the resources pale Isiolo County? Transparency, kuna kitu inaitwa public participation. Lazima watu wajulishwe kuna hii na hii jambo hii inaendelea. Community wajue hii hapa ndo imepata kiasi hii na pale imeallokitiwa kiasi hiyo. Na pia wapewe submission in written. That hata yule mwananchi anaelewa share imeenda vipi ama imegawanywaje. Alright. Na labda shinda kubwa sana ya Isiolo ni gani? Ni kuchagua viongozi ambao hawawezani ama labda ni viongozi ambao wanakuja wananchi wakuwa wamewaaminia wanawafeli? Shida kubwa pale nikisema wacha niguze mambo ya youth. Sasa mimi ni kijana. Wakati nilisimama 2022 nilipatana na changamoto kubwa sana. Community unapata wanakuambia wewe ni mdogo. Lakini for sure we are not leaders of tomorrow. We start leading from today hadi tomorrow. So pale unapata wazee ndo wa kusema. So wazee hawatachagua viongozi kulingana na maybe level of education, integrity, hawajui ya mambo. Ile changamoto kubwa sana yenye tunapata Isiolo. Wazee wanakaa chini, wana decide ni nani atashikilia. Hawataki kujua aim yako ni gani, hawataki kujua sera zako ni zipi. Wao wanataka kujua huyu mtu anajulikana, ako kwa clan fulani. So tukijaka kuacha hiyo maneno ya kuchagua mtu kwa sababu ni kutoka hiyo clan ama kwa sababu ako na pesa, lakini bali si manifesto unaangalia. Na tena shida kubwa tena zenye tunapata huko ni ku elect leaders wale hawajui role yao ni nini.
So this umepatia mtu opportunity ya kukulead. Hiyo ni jukumu kubwa sana. Hata mbele ya Mungu utaulizwa. Lakini as this person has vision for your child. Akona vision. Akona mission gani? So pale tunafaa kujua since devolution now tumepata magovernors 3. Lakini so far bado kuna ile gap sisi between wale common mwananchi na the sitting class politics. I hope unanipata. Kabisa. Ukiangalia masuala ya vijana. Vijana wameachwa kabisa. Utapata vijana amemaliza shule, amemaliza masomo yake, amerudi pale nyumbani. Wengine wanamaliza, wanarudi pale nyumbani. Kwa community hakuna kitu unafanya. And for sure ukirudi kwa community unaenda kutafuta a place to fit. Na pale utapata wengine wanatumia dawa za kulevya. Na wewe umetoka shule juzi. Wengine hawezi. Waambie hawezi. Unaona? Sasa unakuja una fight to fit a place. That is unapata mtoto ameenda kwa drugs, ameenda kwa wizi, na community wana blame yule mtoto. Lakini for sure yule mtoto hana makosa. Kwa sababu amenyimwa nafasi ya kujiexpress. Maybe akona talent, hakuna platform, maybe akona another ways of making income, lakini hajapewa foundation, hajashikiliwa mkono. Na for instance nikikwambia Faminas, if you deny youth a chance to perform, don't panic when they perform on the street. That's what's happening in Kenya. So according to you, kuandamana pia ni haki ya vijana. Kuandamana ni haki ya vijana kwa sababu hawa vijana wangepewa platform ya kujiexpress, haingefika hapa. Labda ni sawa, tutaiongea hiyo saa ile nyingine tukiwa na wakili. Lakini vijana wamekuwa kitumika sana na wanasiasa. Labda unapata vijana ndio wanatumia kutupa mawe, kutupia viongozi wengine mawe. Labda ni njia gani ambayo utakayoitumia wewe kuhakikisha kwamba vijana wamejua jinsi ya kufanya, vijana hawajatumika vibaya sana sana wakati wa uchaguzi? Tukiangalia hayo hiyo kitu ni kitu inasikitisha sana. Kwa sababu kwa hizo miaka zote utakuwa umekaa idle. Na ile wakati opportunity kidogo mtu anakuja na kudanganya na pesa. Na wewe huna option nyingine, unachukua pesa, unakubali maagizo yenye unapewa. To avoid that, tunafaa kuempower vijana wetu. Kuna vitu kama TVETs, kuna youth centers, kuna innovations. Tunalobia watu waingie kwa hizi ma institution, waende kutafuta elimu. At least someone akuwe responsible na vitu zake. Na tukifanya hivyo utapata mtu akona shughuli zake na kiakili amegrow na hawezi fanya jambo zingine. Bali atakuwa hana nafasi ya kufanya maneno yenye anaambiwa. Kwa sababu mtu akiwa amesoma na akona opportunities mahali, huwezi acha biashara yako uende utupe mawe. So ile kitu ina lead to that ni lack of opportunity. So maybe will you create those opportunities, or what exactly are you going to do? We will try the best. Kuona kwamba vijana hawajakaa idle sana. Kwa uongozi wa vijana sana sana unapata wale viongozi wadogo ama vijana labda hawana pesa ya kutosha. Unapata wale viongozi wa zamani, wale wazee ndio wanakuja wanapeana pesa huko mashinani. Unapata wako na umaarufu sana kwa sababu wanapeana pesa. Sijui labda ni njia gani ambayo utakayotumia kuhakikisha kwamba umeshawishi watu wakakuaminia wewe, wakaaminia ndoto zako wewe, pasi kuangalia labda pesa ama zile vitu uko nazo? Fedha kukua chanzo, lakini matumaini yapo. Ile kitu tunafaa kushughulika nayo ni sera. Yule mtu anagawa pesa, lakini sera zake ni vipi? Kama wewe ni mzazi, utapata kila nyumba iko na mtoto. Na huyo ni kijana kama mimi. Na unataka kijana yako wapate kazi. Lakini ukiangalia the track records za wale leaders ama viongozi wenye tulikuwa nao pale Isiolo, kuna changes yoyote. Wewe kama mzazi uko hapo unafaa kuangalia
kuna changes. Na pale Isiolo sisi tunaanga new leaders. Ni a matter of recycling. Huyo ako hapa kesho, ako kule. Kurudisha yule tu. Lakini hatujaangalia track record ya huyu leader. Na jambo lingine yenye napenda ni at least niguzie ni masuala ya kufikiria. Sometimes our parents wanafanyanga critical decision. Wanasema wacha tufuate yule, tunaachana na huyu. Lakini yule unafuata atavukisha mtoto wako mto. Hiyo ndio swala muhimu ya kujua. Mimi niliweza kupiga kampeni yangu, niliweza kuuza sera na nikapata wafuasi na nimewashukuru sana wenye walinipigia kura. Na wale wengi walinishikia mkono, nimewashukuru sana. Na naambia vijana bado mapambano. Mapambano yangali hapo. Basi sawa sawa. Kwa nini watu wachague Hamed? Why you? Why me? What is this new thing you're bringing to Isiolo people? Ni nini hasa unaleta kwa wana Isiolo? Watu wa Isiolo kwa muda mrefu hatujaona kitu inaitwa development. Okay. Pesa zimetumika pale vibaya sana. Na hatujaona any leader amepelekwa kwa senate ama wapi akafanyiwa accountability. Na pale wakati kamati wanaita yule in charge wa county wetu, si governor wa sahi wa yule ama wote watatu, hakuna mtu mwenye amefanyiwa accountability vile inafaa. Na pale utapata kuna kitu inaitwa stadium ilianza, kuna soko na kuna county office allocated for it. Na kila mwaka every financial year inawekewa pesa. Lakini hatuoni kitu ikisonga. Unasikia? Hatuoni kitu ikisonga. Na pale inaonyesha kwanza kuna shida na seneta wetu. Kwa sababu huwezi jenga nyumba na huna budget. Kweli. Na budget yako ikikwama unatuambia imekwama mahali fulani. Na umetumia pesa kiasi fulani. Lakini pesa ambapo zinatumika kila mwaka, lakini bali hatuoni kitu inaendelea. Hayo ni kitu ambapo tungependa kuyasukuma. For that project iishe. Kwanza wamama wa soko wapate nafasi. Wawe wanauza mambo zao at least mahali panafaa na si pachafu. Vijana wapate a ground to showcase their talent. Kwa sababu hiyo stadium imesimama hapo for a long time. Na pia barabara zingine hazipitiki, zingine ni mbovu. Tutalobi vile hayo yote yaweze kufanyika mapema. Shukrani sana. Kabla hatujatoka kidogo, kumekuwa na vuta ni kuvute pale county Isiolo. So pale county assembly tumesikia the MCAs wali impeach the governor. Sijui shida ni nini? Kuna uongozi mbaya kwa governor county mzima, kwa viongozi wote, ama ni nini haswa? Governor alikuwa na makosa gani? Makosa ambayo alishutumiwa na yenyewe ni ya kweli, na labda mambo inaweza kuwa vipi pale Isiolo County? Hiyo maybe mnatarajia governor mpya, ama siasa inaendelea vipi Isiolo generally? Kwa sasa siasa ya Isiolo imeharibika. Na iko na machafuko makubwa sana. Na hata mimi singependa kuongelelea hayo kwa sababu mambo yanaendelea pale si mazuri. What we call in terms of Kizungu is greed for power. Greed for power. Yeah, someone is craving for some power to fit in a space. But haya mambo yalikuwa yakifanyika. Kuna yule mtu alipelekwa kwa seneti kushtakiwa kutoka kwa magavana wote wale walikuwa. Hapana. Kama ni funds zimeharibika, zilianza kuharibika kutoka kitambo. Why now? Mbona sasa watu wanaamka sahihi? Na pale tukimalizia Faminas,
sitaongelelea mengi lakini tutaangalia tu outcome ya Senate maybe tarehe 9-10 tujue mambo vile itakuwa. Mambo itakuwa vipi? And we wish everyone the best. All right. Thank you very much. Asante sana. Shukran sana. Labda kwa wana Isiolo, kwa wale ambao wanatutazama kwa pale Isiolo, labda ungependa kuambia nini kwa siasa ambazo zinakuja, siasa za 2027? My message to the people of Isiolo County is that kuna kitu tunafaa ku avoid. Ile kitu tunafaa ku avoid ni division. Mambo ya ukabila. Mambo ambapo hayatapeleka kaunti yetu mbele. Tunafaa kushikana. Sisi ni mandugu, madada, baba na mama. Tukishikana tutafika mahali. Lakini tukitengana tutafika mahali. Na msimu wa politics ama election inakuja inaenda. Jirani yako ni yule yule, anti yako ni yule yule, na rafiki yako ni yule yule. Wanafaa kuelewa kwamba siasa ni karata. Karata ukicheza vibaya inakuramba. Ukicheza vizuri inakufeva. Mimi nawaambia tuwe tunaangalia jirani, urafiki na familia yetu, tubaki salama kwa sababu tuko na majukumu mengi ya kutekeleza hapo mbele. And we need each other after election. There is a life after election. Shukran sana, na waziwazi tu bila wasiwasi ni kwamba kana kwewe muririkiri wa kameme kana TV ya Meru TV ibwega nuntungwetia tuga kagita content chugumera mbega yonagiro na ara ikuriro nengwetia no kwewe nera wa mugambi nurathia na mbere kwewe kigambagira antu bago no kwina mbere kwewe agambi bako maybe ukambitigiria nini kwa tukiumugarukaga kengo tugachokera na wakili Konyange Fede zora tukainambe kwa tukiragia mema antu makonenie na sheria amwe na wathani sheria na wathani mema antu kainambe kwa tukiragia emunde muno kile antu mamele tumakinambe kwa makiumagira gunyuma ni tukiona demonstrations kana maandamano tukiona mantu kathomba tumara mele tumakinambe kwa tukiumagira tumenyere sheria ni wetigirie mantu mama na ketho ni wetigirie mantu mama ri imijo epatiri kwigwa ikiruthikaga au ka kwigwa sheria ni wetigirie mantu mama then ikinonto maybe antu bakurathwa na kethirwa antu nabo babatiri kwa bena mianka ukinyite ku kagita karaba kurutha maandamano mama na kinyama antu mankathomba matu kainambere kwigwa tukiraithagire guku ni Meru TV utikathi kuraya ituguchokera nyuma ya kagita gakai. Mugeni ya Meru haja i Harriet's Botanicals Meru branch torudila na dawa chia alternative medicine na supplement cha gutethia mwiri waku aja twina dawa igwitwa Arorwet na balance hormones na anything reproductive health for women baraba kwenda iko bena thina cha infertility issues or kwenda iko balance your hormones either wina fibroids, endometriosis, ovarian cyst, kana PCOS, kana wina urinary tract infection, thina yuchonde ire ikusu antuba mtomoka alafu eje inge tawa tendwet men barabe na infertility issues kana mtu akwenda iku balance hormones chawe kana wina low libido, erectile dysfunction, infertility issues or mtutu kwenda ikunywa for detox alafu angetwe na sagawaita na respiratory issues kana thina cha kibara mtu ina asthma, bronchitis, tonsillitis kana sinusitis thina chonde na inyako boost the immune system alafu eje ingeta wa mosipchot na metabolic health issues barabe na thina cha blood pressure, blood sugar baraba kwenda iko cleanse their kidneys kana baraba kwenda iko kuthambia ndamu yao alafu angetwetherwa supplement jaeta wa vitality mix ina moringa baob ina spirulina ina chlorella ina stinging nettle alafu kwena inge eta wa immunity mix na ku boost the immune system
ina ginger, turmeric, cinnamon, cumin, baobab. Alafu kwina yeje ingi fertility na kana ku support the immune system ya mtu, ina moringa, ina simos, ina maka, ina baobab. So basically iji supplement cha ku support dietary na mwili wa mtu kana ku supply nutrient ke mwili wa mtu. Alafu ange tuthairwa metu eje nyayo organic na ina ingredient chiayo ego support dietary ya mtu riria waje tuweka na we sawa ukanywa eje. Alafu tuthairwa tuya Greenwood City first floor. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi ro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.
Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Brumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku turi na gonto gukunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Jakubu emwe 23 mutore wigorote tora mwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi nakwambia maneno utega akarija mutou witekagira kionine na nyuma ya ndarikite thau norirwe ni uria kari achoka gwitegera kairi raumiane sema nina romba ya Anuiji no waraniri no bichichia Meru TV na Theri FM okaigwa kuri no ntobote okugweria kuma kire programu ire igwetaruone nandi no utume maoni jaku gukurokira email yetu iria ni merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio Mogenjeru Brumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kwerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home ni tujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku turi na gonto gukunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha gukamata meri na kinyama thandoko ni tuboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tutirothora na kirombero gietu turi na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki turiongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798 715 653 ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Jakubu emwe 23 mutore wigorote tora mwathani ende akarega kuruthingatira akarija mutore witekagira kionine na nyuma ya ndarikite nganona akorirwa ni uria gukari agachoka gwitegera kairi nakwambia maneno utega akarija mutou
gwitegagira kionine na nyumenda rekite thau no riwe ndi ore akari achoka gwitegira kairi Raumiane sijasema nina roho mbaya. Indani ya Giri FM 101.2 wirigiro wa Amiru mubango ne Jometa Meta watanagira naoni tukuchonde cha Jumatatu mweka Juma kwa mbili tha mugwanja na nusu mweka tha 10 twigoro tatu amwe turombe amwe na nkruki twithuranire ni unto kwena ga safari to marunguru rwari tugeta na kuriko o muntu wonde augande na gweta kimurungu no mwenko kwathanira na oni Gloria Mwirigi kubanga banganie kenda tukinyaga safari kau kama twine mwathana kutharime Maneno staki. Bwega sana kare muribire wa Meru TV tukoinambere kwa watu echo Kagira na ikengo tukainambere kwa watu kera nagiria na watu burangu kwirite thare tukainambere kwa watu watanagira na wakili tukainambere kwa watu kera mantu mwanya tumakoneni na sheria na kinya utongoria tuinambere kwa tukimenya ikino tu tukiona mantu maingi makiumira sheria ri iriugata igeni na mantu mama mono tu tukiona mantu mama ndamano na anjirani ndio tukiona mantu ma impeachment na nambi imbiwe uchangira sana kwegwa kwena impeachment ino kwegwa kwena kuthukange sheria huko na maybe sheria iliugata kana watho boliugata limit cia muntu akiandamana maybe betu kuiriko iboyega muntu andamanite akadikobethia police post iboyega muntu andamanite akadikuthongira ndukani chitha kuruma michere na into bingi tabira tukainambere kwa tukeregira mantu mumonde no tuendelee tukwatana na Mheshimiwa Ahmed ande ni studio bado tukaendelea kuaraniria na tumenye mantu methe tumakarakarange mono rutere rwa utongore. Karibu sana wakili. Thank you very much. Na tukena kwa twena orukirwe mundi. Karibu sana kethe murithire wa Meru TV. Kengo tukwa ambagire bwega. Asante sana. Mbeta wa mwendo wa Kaunyangi wa kuma rutere rwa Miathene na ria Tikania West. Ndi wakili aja Meru. Mbethairwa ndi na ofisi area Think Toys building. Ukeja second floor ugatwithira tutawa F Kaunyangi and company advocates. Turina kinya ofisi yengi area Kirindini. Autigania law courts or just directly opposite gate ya court. Ugatiri makairi F Kaunyangi and company advocates area. You are most welcome. Mtoro kuigwarina thina akwenda gutethwa ni wakili akeja aria atwona na tukomba kumutethia kulingana na thinewe na ura tubatu twingo tukumba. Yes. Asante sana. Labda kwa mtumba kwa watu raithite nauliza ni cases gani ambazo huwa unaangalia sana, which are some of the cases zenye una handle mtu understand kwa na maybe wakili bela wa ba specific fete na gintu fulani kiadhi kuleterana mantu maminda na mantu mangi tamara maybe mtu anaenda kumenya i cases ile kwa bia nambere kwa hiyo ukiraithagiri kana maybe no tutarire tu. Okay. Thank you very much. But we itudithaia case akwechionde. Personally, I mbitherwa ndi very involved na cases cha criminal matters, especially antubaba betherwa bana case ukareto udhitangi na makosa ja uragani tujeta pro bono kwa sababu pro bono ikumaanisha kwe gutethia antubare abate gukurea no ntu bakwithirwa thirikari kana sheria kwe niugete kwamba ukaja kuthitangwa na makosa fulani se ichita wa capital offenses ijachio kuuragana wizi wa mabavu na treason. Treason ni ukagaritwa rengi kana uria mpumba kuga kwa kwena Kemeru iukunyanira ntheku
so ukeja kwirwa uthitangi na makosa jau no utekumba wa afford wakili thirikari ni bati gukwa wakili so jaja Meru you find ukethra wina kesi jau cia nyomeria ituthithagia mantu ta jau additionally ituthithagia mantu ja succession kuthitanga ikuo sometimes na rimwe no itokethira mtu wa gukua ni mukuru na arari na mwekuru kana na arari na ana mwekuru uria na ana baria batigwa antu baba mukuru bakeja bakajukia ntogiria kana bakenga mwekuru uria kana ana baria itujukagia kesi na jeyu na ituikagia court ituthithagia kesi cia miunda ukeja ukethra twire mundene mtu ageta akahongana tuge nara kwa land especially areas iria batirathiria kuthivia there's something kwinto geta wa registration ora ku gather miunda so kwe places mwankera thaizi but in that process so ukethira mtu atwire au tuburito abojo wetu reau ana bao bareau au nio batwire au nio njere abaije tumite ancestral home mtu akauma from nowhere ageta nare kwa land agatrima corrupt officials no so aturaga agwete title ya mundajo waku juu au gwaku ena kiratasi na wewe grounding and then unfortunately sheria iji ure wena kiratasi no mwene so ugajitirima ure in that situation no weje kiribatwe tukatetheria mantu tajau nituthigagia kaire inya contract uketha bwina agreement na mtu contract bukathivia akauna agreement area for whatever reason ituthigagia mantu jau we in short we are a well-rounded na balanced law firm ukeja wina thina tukagutethia na ya tukuigwa tutekumba kugutethia for whatever reason no ituweja referrals to more experienced advocates kana mantu tajau in kenda tukahakikisha clients betu at the end of the day bagutetheka na we have had an impact in society ikethra uwe kana uni now speaking for myself ndire area ja wakili ngugia kwa tekujukia mbesa yake ngethwa I am giving back to society kedwa ndina value yangu add kile antubanje like Meru at large na Kenya at large aha shukrani sana ngwetigia maybe tukirekeria ukaina mbere kwa wetu nankaia namba chia kwera mtu mboko watethania na handles chia kuchonde na watueleza mengi emaye na ubiti ino chiako gatuchokera kirwa wetu rwarukirwe munde mu raithira wa Meru TV Ahmed, kumekuwa na maandamano sana hapa nchini yetu ya Kenya. Unapata vijana wanatumika sana kwa maandamano. Unapata vijana wanatumiwa kuchoma, kuingia kwa nyumba za watu. Kwanza kabisa wewe ni kijana na ni kiongozi ambaye unatafuta kiti ili ukaweze kuwa kiongozi. Kwanza kabisa, do you support the demonstrations zenye zimekuwa zikifanyika? Tukiangalia hayo vile tu tumesema ya kwanza. If you deny a young people stage to showcase or to raise their voice, don't panic when they perform on the street. Kwa sababu hawa watu wakipewa platform, talent being nurtured, wapewe nafasi at least waji express, wasikizwe vizuri, hawataenda kwa barabara. At some point na support kwa sababu now there is a call. Young people wameamuka. Okay. Kuna ile kitu ambacho tulikuwa tunafichwa ambayo ni very precious. Tunataka kujua serikali yetu iko na matumaini gani na sisi kama vijana. Na sasa una support maandamano like for instance last week was it last week hiyo maandamano iliyopita watu kama 16 ama 16 waliweza kuuawa kwenye maandamano. Watu kama 400 waliachwa kama wamejeruhiwa vibaya. Is this the kind of the demonstrations tunaongelelea? Hii ndio ambao una support ama ni maandamano ina gani? Kwa sababu wakati tunasema ni vizuri watu waandamane, wengine tunakuwa na tunahofia kwa sababu unasikia maandamano unaona kifo. Wengine tulikuwa tunaona wana tweet wanasema in case if
kama sitarudi sijui wazazi waambiwe nini. Hii ndio maandamano tunasemea kweli? Kwa hayo maandamano kuna mambo mengi yalitendeka. Sisi ile maandamano sisi tuna support. Is a peaceful protest. Na hiyo ndio sisi tulikuwa tunafanya. Lakini kuna wale ambapo walitumwa kama goons kuja kuinterrupt ile maandamano. Nani aliwatuma kama si hao vijana? Sisi hatujui, kuna wale wanatumika baadhi zetu. Wanatumika against us. Okay. Japo sisi tunatetea haki yetu na tunatetea community at large. Na kwa nini sasa sio goons wanauliwa, ni vijana ambao wanaandamana? Ndio hata swala sasa tunataka at least wakili ajaribu kutueleza kutupeleka na mtaratara. Asante sana wakili. I don't know, sheria inasema aje kuhusiana na maandamano? Maandamano wakati kwa Mario, na kama maandamano inapaswa kufanyika kwa njia gani? Mrembo anaitwa Naomi anasema anatuangalia. Salimika sana Naomi kwa pale TX. Unasema unafuatilia maandamano mabadiliko makuru kana njere kariata wakili. Okay, so untu wa mbere kabisa buro bati kumenya na mbere tuendelee na mantu ja maandamano. Uwe uri mukari wa Kenya kana raia wa Kenya. Mbukutire article 1 ya constitution yugaga all sovereign power belongs to the people of Kenya. And those people can exercise that power directly or indirectly. So ria tukuringa kura ni indirectly. But ria tukuandamana we are telling this non tutuithera tugeretia kwaria nabo tukageria kubera. Like for example last year area ya finance bill walikuwa wameambiwa anto bakabera finance bill ile tutiomienda na baba sababu ile batiomienda lakini ugatirima anto baraba tutuete mandate mfanyikazi wangu kule parliament areja kambira ega kuruka wenda kanorega okay so kedra numbere ega kuruka ndenda na kanandarega na ini munene I am your boss so ngakwira okay nani ngakuonyete karikai etikuruka nkeja ku exercise nandi power kwa directly. Number 1. Number 2, the right ya maandamano is constitutionally protected. Article 37 wera wa kwena right ya ku picket. The caveat kana nyumerea ikwithira maandamano jara jabati kwithira jari ja thiri jari ja amani nontu nukumenya wethera wena haki wena responsibility. If I have the right ya kuandamana, I have the responsibility to make sure that maandamano is peaceful. Na ugatega largely for the most part maandamano especially jaja gukarika ja ndaka ndeo mbethi niwe to Gen Z. Although I find rito Gen Z maandamano area a bit non to Gen Z akiba kuinyirwa kila mtu but boy na iboba kwethea iboba mstari ni wa mbere na effects hizi chemanto jaja iboba kachiwa for longer teu so mbuge kieto mibakugita bura bakumira ara batugategera ja last year kaninya ja this year largely maandamano ja ujaithirite jari peaceful. Last year nyano kurikana bakiuga anababa kuandamana inyabate serious bareja maandamano bagwete bandana na roje na dimo bakauma bagaitia uba bagaita bakaria KFC. Okay, that was the spirit of that maandamano. Ira ina etaretro nonto anto aba umire out of nowhere anto aba nogi ukaria ugetera you talk to these people anto baraba batio kuthikira even even abo kuthreaten bokwira igakarika kwa rasma. So sometimes this maandamano as a citizen is your right. Na nyathirikari ni bati ku make sure maandamano jaria batira jaria violent and you will bear me witness maandamano jaja tinya wandamanaji beza na violence jara maingi violence provoka wa iborisi bakeja na matia gas ukaringa ntu bakuina bagwetere ukabaringa na tia gas ukeja na risasi ukarathanga na baiba for no reason. Of course nande anto bakari act anto ni anto
So if our police bomba ku exercise some restraint, ninya of course takankuga waandamanaji ponde utwe wari auti na some nefarious nyomeria ninya batwe ukamenya bagu provoke. You find a way kurega ku rise to that provocation, non to abago chwanjire kuga maandamano ya kumutata. Na if you look at it jadaizi iba ko suggests some laws now parliament baka uganga utekwandamananga within 100 meters to specific buildings, which ntekwaelewanike non to parliament tenyombe MP niekwa nieku nieto twinde ja Kenya. Okay? Batemenya kuga tutemenya gutonya parliament, it's ours. Isa sawa, I understand the protected area or whatever, lakini i protected in terms of utebati gweta na ukwambira kuringa ambisha na kenda say terrorist batekamenyora gukariba banga attacks. Okay? Lakini ite protected from unija mwana raia ili kwenda gukinyira MP okwa mpatia hoja chiako no ntwati umbigwa. So na watega na uria thirikari kuendelea na tuendelea na maandamano in the way we are going, tukethirwa tukieja inya thirikari ammunition cia kuura ndakaiji na ababa Gen Z bakaigwatia abakuriira kuthukangwa kwinto kana kuragana. All right, bwega sana wakili, but now ukiurekea kone atiri ikinontu kuona isaso tukwandamana tukandamana bwega, but ikinontu kuona antu baba kuandamana bakiura wana tibaraba bakoerwa guns. Ukethira maybe tuge kwangerekano mwana torenda ya mask na kwire na arathirwe akende ma ikinontu maybe ti guns baba ina mirano ndutone kwina antu bayena miragi na bikibiki bambire kulingana utie mtu uyu arathora, lakini uga kwende maybe mask uga kurutha mtu bongi no akurathwa na maybe utie mtu bwethere to bukurthwa more than utweka pole, you know, maybe bagatwe compensating or something. Utie maybe sheria tu iwetwe kiwa ne rutwe utweka maybe mtu toyo arathwa, maybe askari tora watu kinya warathwa or something kana gintu takera. Why? Okay, so thina ya Kenya largely tinontu atitute sheria. In fact, I think sheria chetu cha Kenya for most things tuna very sound laws, lakini ugatirima gutina political goodwill. Nontu riria ukwithira urina aria mandamano ukarathwa Jonto Boniface arathirwo for no reason. And then on to kuoye uyongwa ukaiwa bakiuga ni guns bakuthithia mantu jau. Ukirakiri ukona mbicha cha guns bakiuma ngari ne cha borisi. Yes, exactly. Kana guns betenye na borisi. So inyoke ya kwethira teka kwenda gusambia thirikari kana mbuga iba thirikari, lakini yuganga kuonia mbisha. Baba iborisi, baba iguns, bagwete meuro thitangi. Baba etenye. In fact kwembisi mwechi ukaraja borisi baba instructions. Kana jaba kwaraniria beso kana area. No ukithikira ukaiwa maandamano jaria antu bau barari na miregi bate gukua. Uweja mtu gutumira kiongo gyaku kana mtu akirie wete thuki. Conclusion eku kuga antu bau ibao. Teu ukauga bau bari naria ni antu bao. Na baba ete go ahead na gitumi bate gukua ino antu mantu jau babithetie ni uba kwenda jakara. Na niungo kwera uka link mantu jau na sheria iria bakurita thaizi na excuses iria bakweja na cha those draconian laws jazz you anti-protest bill kana ugatego hona teka bari na any other ni ikajira kakuthiria maandamano venako na tuge dishonesty kaurongo kamuthemba lakini teuko bati bunge burambati kuuga ikwethera twina sheria kwena ni ya Police Service Act, I think. Iba kwera babati kuthithia. So ora as a country na inya ora nkuthugania tubati kuga. Thina inya te antu ake. Utemenya kuga thina ni Ruto wenka. Of course teka kuga Ruto no thina or whatever, but no kwa antu bara bengi be complain bakiuga Ruto must go or whatever. But itubati kumenya batwe kama raia
hata akitoka mtu mwingine aingie na systems ni zile zile antu no varia aipoa batena inya cha kugitabura keda tenya batene batena goodwill kana batena will ya kuthingata ukethra wena minister of interior ukwira polisi wona mtu ajite police station ratha kana akabera weronu urathene ukaigwa huwa tukago protect. So is it lack of laws that we are dealing with? Kana lack of political goodwill na antu kugitabura no to vamwe bagwatawa na ibeta nchera ugatega jabara boragere wakili ura wetawa Willy Kimani iba watirwe na thaithi are serving jail sentences. So it's not a lack of laws, it's a lack of fidelity to our laws kukeja kwithirwa kuri antu bakuigwa jabo watho bote tebo wao batiko boundary yani batirigire tu watho kana je kakwena set ijire cha mawatho yao mwanya na yetu mwanya. Of course nande kukarioria no menya nande kintu kira the most unfortunate thing manto jau nande aja gwita jake onga area nonto ugatega jamanda mano jaja bila dhureti antu mono igikukia mwarimu uria ojwang na urongo buria baririe nonto timenya kwira mtu bugirire mtu kwao na araragia bwega kwa selwenka atunga ruthingo eringi ruthingo ako karingere mbere chomiji tunga right so no hona buruko na gukwairwa ama kuri mtu ri somewhere akuthugania ari above the law na so baadhi mantu jare jakendelea kudhuria antu so ika a vicious circle. All right. Bwega sana wakili. Ahmed, sijui kuna maneno ambayo wakili amezungumzia hapa, maneno ya waziri. Kuna maneno waziri aliongea na akasema kwamba akaambia wana polisi eti msijali, hata msiogope mtu akikaribia nyinyi, deal na yeye, mtu akikaribia police station, deal na yeye, tutawapea mawakili wa kuwasimamia and what have you. According to your view and your knowledge maybe, yale maneno ni maneno ya kiongozi kweli, na labda kama kiongozi mchanga uliyechukulia vipi maneno yale? Haya maneno feminist ni maneno mazito sana. Kwa sababu wezi ambia mwana polisi aende atoe uhai wa binadamu. Hata in front of God it is unacceptable. Lakini as a leader haya si ati maagizo unafaa kupeana. Na wale remember na wale hawa ndio tunataka watulinde. Sasa ukipata ukienda kwa polisi unauawa, ukienda hapa hivi unauliwa, ni wapi tutaenda kushelter wakati tuko na shida? Lakini pia ama ningependa ujue kwamba kuna baadhi ya waandamanaji ambao unapata wanatupia jiwe maaskari. Unapata kama last time kumeibiwa bunduki 5 zimeibiwa. Kuna wengine wanakuja wanapiga hata hao maaskari. Hao maaskari pia ni wanadamu na pia wanahitaji usalama, wanahitaji maisha yao. Kwa nini wasijilinde? Labda tuseme walitumia zile bunduki kujilinda wao pia. Tukiangalia hayo maswala at some point sijui kama sheria inaruhusu kuna kiwango ambacho polisi wanapewa unajilinde ikizidi. Lakini si kutoka kuambia wana polisi hivi kukitendeka fanyeni hivi then we will cover up. Umenielewa? Uwezi ambia mtu uwa huyu wakati wa kesi si mimi nitakuwa na wewe hapo. Ndio kuna mwana polisi alitoa video akaambiwa yule CS wewe umetuambia tuende tu ya watu lakini pale kwa courtroom hautakuwa na sisi. Unaona? Na fomi nasukengelea sheria ni msemeno inakata mbele na nyuma. Na yule polisi alifanya kitendo cha unyama to Boniface. Now he's facing the law himself. Yule waziri hayuko pale. And that's why nakwambia sometimes we fit people in our places enye hawawezi. They cannot take that responsibility. They can't lead us. That's why tunasema if you are unfit you kindly leave the office. Tuweke mwingine mwenye analinda usalama, mwenye anajua binadamu ni nini na mwenye akona utu. Na pale kwa maandamano waandamanaji na polisi
mzozo inaanza wakati polisi wanatumia force na tear gas na risasi. But ukiangalia hizo maandamano vile ilianza asubuhi, it was very peaceful until polisi waanze kurusha tear gas, risasi, na at some point unaona gari ya polisi ikiwa ina escortiwa na goons wamebeba rungu. Sasa unataka kuambia hiyo picha inaonyesha aje kwa wale mwananchi, common mwananchi, that these people are protected by police, but these people the other team are restricted to do so and so. But no, my concern is hao maaskari pia wako na haki zao, wako na haki za kuishi. Wakati tuseme mwandamanaji ama kijana amekuja pia na mawe sijui na panga, ile mwana polisi atafanya nini? Kwa sababu pia anahitaji kujilinda yeye mwenyewe. Unajua mwana polisi is a trained person. So anajua ni kiwango gani anafaa jilinde. Okay. Na ni kwa mita gani. Lakini si kufuata maagizo ovyo. Na bado wala watu tunawapigania haki. Kwa sababu unapata payroll ya police. Analipwa such that akipata end month pesa zimekatwa, rent haitoshi, anasomesha bado, lakini hawajui sisi tunapigania hata yeye akiwemo kwa hiyo team. Lakini unajua anapewa orders, wanafuata orders lazima. Ndio nakwambia sasa wale wako kwa ofisi, these people are unfit to serve us. All right. Wakili, kuna limit chia maandamano maybe baraba andamanite sheria ni utwera totikaruthe ugu kagitakatu andamanite kwena mandu tubatikuruza kagitakatu maandamano. Okay. Maandamano mberema jabati kwithira jaija amani and peaceful. So utibati uwe uri mwandamanaji utirima mtu na rugurite ndukewe potonya kubuthithia gintu kiria gitawa looting kintu biria biku michere kongrekano tabe isawa good ura bathithirie. That is absolutely kabisa unacceptable. Okay? Lakini na kaire inyama ntojeja ugweto gatirima antu bagita bakambiria ndeku provoke violence na polisi. Again, unacceptable. You need to hold the peace. Nobody kwithirwa ugwabira bigwikitie na aria nembio. Lakini what I find kana keoni ura mbonaga na ura kuma 2024 kaninya inyambere ria Raila bandamanaga, I find mantojaja kuga ti peaceful demonstration area a bit ya kukandamiza uwe mwandamanaji. Kwa sababu polisi bo batiuragwa na mostly ibo ba provoke violence. Na ugatega ja ukioria kiewa uria kia polisi ibena nyomeria gwikaria kwe gintu twita proportionality. Okay? Proportionality kugatire utemenya onimbe jankuringa na gechiko uga wejo ndinga na kibui. Okay. The proportional. Na inya uju barathanaga na inyo gatega ntu baraba ingi baraba kwite nontu ba maandamano. Kana inya meriria egutirimwa. Utirimaga parathi headshot. Menya polisi ara trainee na akeja kwithira bro makama his life is in danger. Abati go incapacitate. Agakura thore otikwa akurathe kuguru. Okay? Kana njara. In a place area kumenya otekwa. Lakini riria betire baratha mwana mtu kiongo utombo bugetika. So unfortunate. I will never forget ya last year. Headshots. Kimwandamanaji utari na nyomeria. Na tuenka baratha gwa kuraga. There is no proportionality. Na batemenya utemenya kuga kawa oraga mwandamanaji nontu kura kira ugo gakwa. Na ugekira ugo gakwa agwete vendera, agwete ruji, agwete thimu. So where is the proportionality? So kenda tukauga maandamano I believe jara maingi jari peaceful. Lakini nontu antu baba iba gukaraba kiura irwa teba atu aritinguge bao ibo aritinguge betu. We need to remind them. Lakini tuata kubarikania bena kiburi na arrogance pate kwenda kurikana kana bakadugania. You see ria weta kuandamana against a system te muntu specifically ukugitaburia.
i system yonde so ure munene wanantu bakiandamana niki nontu batiso kaira basiuri atiri aimbie tumia ntu baba bakugona nona na niki nontu bari so bitter so persistent na manto jaja wamberia guiso nkona na guisokera kenda kedra ijaje turari street ne antu jaije ya last is the most recent one antu barari kana barabora giro last year na Ojwang alafu bakeja kairi bakendelea na ndikuragana see again gote mbere magote na accountability kumakiribo nenya batumira force ira nontu bari allowed kutumira force just ikue proportionate mtu aja akuringana kadhanju gacheke wetaweja mkongo umugondora good na ni uba kuthithia na bo ibutu gukemea tukauga is not right no te sheria ibetikiritie kuthithio. Okay, yes. Now that kwina mawatho mairitu na bunge ti wao atikana maybe ukiandamana bogo tabatirio ukabaino chiringi ngiriegana kana ukaingura meri ethatu mantu mara makwarirwe sana na methiri tumagiukimuruta maybe sheria ino ibatiri kwigwa ikirwa. I understand abunge bakurukaia sheria but mwananchi atibatiri gutwika involved kiri mantu ma kuthondeka shino kai guchange kana binambi. That is a very good question. Na gintu kiria kuona humanity kana wega bura bumanity nontu utege ntu giti wega bwakyo. Maandamano jara kuma 2024 antu ibokirite tutwire Kenya raia bakarije kabamami mambo tu yanafanyika tu ukona je kaje kuraja mono na ugwe ute gukea tugejaria Raila bandamanaga me ibanare Kisumu bandamanaga wakiroka iwi bakuragangwa nao so most people tupo baraba ingeni buga area siya batina manto jau but buga not none of my business. I knew so lakini sasa antu bagokera wa realize kuntu kumwa kwa dhuka menya tactics ira batumaira na ari chona ndeba guita no bakareta kiritwinde aya so oka realize antu bapati gokera and part of gokera na I think the best thing iri antu bapati kuthithia nuko na mbunge oku no bati kwaria noi you find kedrei emails agatumirwa kedrei thimu akaringirwa kedra ni baruga ukaandika ukamwira yeje uninte tutekwenda ojo nojo you try to engage nabo. There are ways you can do that ikwethera kwina manto ja public participation ibangana beto kweri kwera gintu ja kiuke public participation okerwa tuge pakeja uru pakeja tuge ja Kamundi Hall or some other place ibangana bauga narwa ngeta nkadithia nka participate ke public participation ira maoni ja kwa ja bikerwa weto gatiri mantu bendelete tu na ngugichi yao okay akarigwa mturia decision ira akathithia kana mantu jaraga akurukia jakeja kumu affect lakini untubura pumba ku comment about jau ikwera mtu uwe kama raia talk to your MCA talk to your MP ule pale umemtuma kama messenger ku lo siria bati kwetha akithithagia inira chiri in your best interest na itobatinya kuritana ntu beto tukabera atiri nguge MP number 1 iku make laws so ogwe rire MP okwachoka pakeja 2027 rire akeja ugatega mbeche ya gukwa nontu mbeche ile in fact I am willing to bet mbuga CDF chikaiki samoya not yaku ugachokerwa tukai ubati gutega rire uramwere mandate umyake witano akurukirie mawatho jakari na aragia parliament aragia kaugatia mawatho jaiko akurukirie tugejare finance bill ekurukaga antu babengi bamwiraga ibabera ari tutiumienda na kuthikirire kana etire araringa kura uri akwenda ti ugo uri okwenda so ria tukamenya kwethera wina scorecard kana report card ya MP oku ugatega ngugire akuritana aria parliament teja kuiranga ngukwa ambasari CDF ile ni pesa yako iyu itibati gwita ngugire
Asikuja akwambie amepeana basari, amefanya sijui nini. Alifanya sheria ambazo alipigia kura. Alipiga aje. Kama sisi kama citizens, ukendenya kumenya ngugeria MP okwaritaga kwe gintu gitawa Hansard. Hansard ni record de parliament. Itaya kwira leo tulikuwa parliament. Iji jo motion jura jo arererwe baba ni ubaririe baibo barariku baibo batariku nande ugatega Hansard umyake witano mtora naririe uria wakugitabura sheria ira cyakurukirwo kona kiga kukandamiza na kurukirie kana naregere au nande ukethwa participation as a citizen no go participate tuwetera mtora etanaria umwita mweshimi wake kana umukira menya ntu bara bengi utirima mtu atembenya kwaria na MP owe kana nontu emwita mweshimiwa no umukira uwe mutumite nari uwe mweshimiwa in fact yeye no in my opinion no batiko weta mweshimiwa nontu uwe mutumite nari gitike wate gikinyiro kethote uwe so tutige gukira ntu baba ukamu presentera hoja ciaku no kona kethira na thithirie mantu uria wendaga na tinya uria wendaga jana interest ciaku mantu jo gukaria mantu ja sheria ciko gitaburia no ndire ukamenya kumugage na mantu tajamu ibega itoroni the LSK the Law Society of Kenya pomera bwa andotaba mulkumen na DP kindiki bati kwa wakiuma kana wakiuma ndeni ya mantu masheria awai na hata maybe barudhiti kulingana na sheria ni kuhata kima meariera tongore bati kwa bakiari. Okay, so number 1 wakili twiragwa an advocate first of all is an officer of the court. Okay. Na court chiriaria chironga maira mantu ja haki cha kibinadamu mantu ja uma mantu ja justice. Kwa hivyo if you hold position ya Minister of Interior and the most kira kiandura ya kana kira ya tumanka nkaigwa ndina kimako kana keba ikwithirwa antu baba tugeja the previous Interior Minister Deputy President Taishi is a whole professor of law. Teka tiji. Murkomen in fact alikanaga law school ya thoma Moi University. He was a lecturer there. Naiji. So they have a duty, first of all, as inya tukambirinya as state officers, even as lawyers, they have a duty to have fidelity to the law, to the constitution, and to uphold human rights. So rira human rights chikwa abused under your care, kana under your watch, kana by people under your authority. The buck stops with you. Bakorwa bonde kinyara minister korwa nuwe nino ntutetera antu bakuboria ubangojo so reasons iria bakuritwa ikwethira na inyaka iresheri ipatwe ja mawakili kure tu jute omuma kujira wetwa naria when you are being admitted to the bar kwe mantu kwe uria uganka ngagitabura nka uphold sheria nka so ugatega antu baba jojo kwira aborisi uraga tugagutetera surely as an advocate is that is in my opinion behavior and becoming of an advocate inyatigana na nini ngwetiorana ena inya ya kuruta moyo wa mtu nanga murungu wake otionge. Asante sana. Hamed, kumekuwa na visa vingi sana kwenye county zetu kwa serikali za ugatuzi ambao tunapata kwamba magavana wanatuliwa mamlakani na sana wale manaibu wao wale ndugu wao wanachukua vile viti wanaanza kutawala. Sijui nini shida ambayo inatokea. Tunapata kwamba kumekuwa na magavana wengi ambao wafanyi kazi. Sasa now that magavana wafanyi kazi tunawatoa kwa uongozi, ni siasa imekuwa mingi ama ni magavana wanaingia pale alafu wanakuwa hawatimizi yale walikuwa wameambia wananchi wakati walikuwa naomba kura? Ni swali mzuri. Kwa siasa yetu ya Kenya sasa kuna machafuko makubwa sana in terms of politics and diversity. Ukifuatilia kwa makini sana
kama kwanza county yangu vile ina happen sahi. Ikitu mostly magavana wako na shida. Lakini si shida yote inatatuliwa kwa kutimuliwa. Pale wengine wana serve their interest of their community. At a certain clan cannot lead a certain this and that. Na tukiangalia kwa ndani sana hizo masuala, hakuna mahali yule gavana ama mwenye amefanya zile jambo kukalishwa chini kuambiwa haya na haya na haya yafanyike hivyo. Utasikia tu bali siku moja tu motion imeletwa na ile motion imesupportiwa na watu fulani na motion imepita. But before that motion yule gavana anafaa kuambiwa you are not in your lane. So, chanzo cha kutumuliwa kwa uongozini ama chanzo cha kutolewa kwa kiti cha gavana inatokana na nani? Ni labda naibu wao ambao wako na shida, ni ma MCAs wako na shida. Now that unatafuta kiti cha seneta, utakuwa pale seneta, labda ni sheria gani ambazo ungependa zikuwe za kuhakikisha kwamba hatujapata visa vingi sana vya magavana kutumuliwa uongozini? Kwa sababu unapata gavana alikuwa labda ameanza project fulani, ametolewa, so hiyo imesimamia hapo, kama kuna mwingine ataingia, so ataanza vitu zake fresh. So labda ni sheria gani ambazo ungependa zikuwe pale kuhakikisha kwamba hakuna visa vingi sana vya magavana kutumuliwa uongozini? I think all power belongs to the people. Na watu wanajua kwamba kama gavana anafanya kazi ama hafanyi. Lakini before mambo ya masuala ya kutimuliwa ifike, kunafaa kuwa na public participation. Na pale wakati ma MCS wana propose ile bill yao ama ile motion yao, wawe wanaangalia si personal interest, waangalie the interest of the community. At some point vile umesema wakati governor anatolewa na ameanza a certain project, na hiyo project sasa kuisha ita take time, because yule governor mwingine akiingia atakuja na manifesto zake na idea zake, so atakuja akiimplement yake, akisema hayo si mimi nilianzisha na bali sijui vile kutaendelea. Na for instance my county Isiolo, kulikuwa na hiyo mzozo ya MCAs, governors na mambo na kutumuliwa lakini nafaa ku reflect to my community. Hizo project zenye zimeanzishwa na governor, kesho akija tolewa, nani atakuja kumalizia? Na pale wakati hizo motion kama hizo zinatumika, wawe wanaangalia the interest of the community, because the community ndio wanasafa, not MCS ama yule governor. The community ndio wanasafa, because service itapotea, na zile zimefanywa delivery hazitakuwa full or 100%, zitakuwa zimekwama mahali. Na I think tunafaa kuwa na certain guidance, tuwe tuna solve issue without emotion. Umenielewa? To solve issue without emotion. Okay. Sometimes watu wameka hapo emotion, some personal interest, community interest. But you know, politics is all about interest. But we need to serve the interest of the people. Okay. Ibwega wakili kuruto iteni kwa governor ntiye kana kubati kwa kwena sheria at least kuwa maybe governor uma munini munini wake nunto kumona komo okethera kwina siasa china harungurungu okethera mtu yerungu akaona kwenda nyama era yetha nini, na now that njira kiraka inambere kwa gitumagira ni mtu yo arutu okengwa gwikanyakara aro kewa kubati kwa kwina sheria cha utira at least wewe ngavana kuma ba umebonde bare yamu kana kubati kwa katika ino ntonete county mbinge muno china motion cha kuruta magavana iteni bamwe barutite na barabangi no bangangene kungangana kuona kana iba kubachoke. Okay. Mbere ma itobati ku appreciate drafters pa constitution yetu na inya ikwe na sheria nyingi muno inya cha chikuwata county government na njira cha ku na chiku prescribe ura ku bati ku gitapure. Drafters pa constitution yetu ria bathi bandikaga mawatho jaria itegwetikia ibari batafosiete untujabubu bokwithira uwe ukujukia running mate alafu achoke akuigero rurito na ndere akuingike ndatonya
So uria bathithagia yari no tunuje mantu ja kura uria jari igoro yari njira ya kugita buria ya I think kwithira kwina expediency no rimwe muntu na tonya aria uma kweri muntu mbiti muntu buru atina interest chantu baraba muringirite kura itubati kwithwa twina njira ya kumurita na nyo iria twaerwe lakini nande I find most MCAs iba kwa abuse process iria nontu uritoga tirima either iba kwenda mbuga kwewa mbecha nontu rimwe witoka iwa bakiuga governor ntuko ya reja wenka imbia kuria atiko bakaria ibari uwe uja mpiga kura wa dia kwa itawata Kianjai ward MCA mbecha iria kuriwa mushara ijua bati kwethwa kigitaburia tegwita kwambiria kuria governor imbecha iri imbibingia kuria imbinkuona unite mutumite ara gwita guchwabiria kona mutumite na ara kukinyia mantu yako atiko nengerwa tenda atiko yawa no kumenya na mantu jau ijoja tumaokethira systems chetu iteko work nonto tubati kwethwa nande twina kana going forward tubati kuthura antu baraba kethra bena integrity na foresight ya kuthithia mawatho for instance jau kuga governor impeached betania na governor na deputy owe inkuthugania ikubati kwethra kwina circumstances cha ku rimwe riria ukona buru governor ame abuse the law akaritwa and rightfully so uo wagatonya lakini iji bakwenjanira marinya kwenjanira marinya I think babati wa succeed kumwinga bukana bunde bukambiria upya nonto nande if we go that route tukaithira we risk kwethira mtu urio bati kuritwa kama atemenya kuritwa nonto tutekwenda manto ja kuga kura iringwe kaire so no tutegere nyomereria but more importantly tukeja kuthithia systems iko work nonto kuga MCA baraba ingi tabethe thaira bathuranira na governor tenders kana manto tajau so in serious democracies kana serious countries serious systems chaitanguge it does not matter no governor it does not matter no president for a large part no to systems uraba chivithete ichikuran okay so nande but we have systems that depend on individuals na riato karita mantu jau na twethire system ne kuirungamira mantu jatu jakabwa na inkwirire kaire thine Kenya ti kwaga mawatho twina mawatho maingi muno thina yetu ja Kenya kana nene bara tuthuraga ikwithira batithingataga mawatho jaria jareo alright bwega sana wakili asante sana na kinyago murithiro Meru TV nkathache mwanya nontu bakuthina mbere kwegwa uri kioneni ya TV ya kungwitia no kuthoma mantu na no kwegwa bora mantu mabatiriko maikarikaraga muno gisheria na muno kimantu makoneni na utongoria nontu nacio tha chetu ndiro kwina mbere kuikithiraga tukina mbere kwegwa tukirekagira mubango wetu agu na ikengo maybe tukaiwa twicho akanya kangi gakwaraniria na tongora wetu kairengwetia ivogozi walo kitu kwa twena awa maybe Thursdays maybe tukabanga bangane but wish kaumbika tukaiwa tukiaragiria mantu makona sheria wantu maybe migambo maneno ya mwisho tunapomalizia kiongozi na sana kwa kaji wa Isiolo tukimalizia nataka kutuma message to the people of Isiolo County that our life matters. Kila mtu analea mtoto na unataka mtoto wako afike kiwango a certain mission ambition tuache kugawana maneno ya ukabila tuache siasa mbaya tushikane na tuwe tunaendelea mbele na nikituma message kwa county assembly yetu mambo yametokea lakini wewe kama MCA umefanya delivery service gani kwa ward yako because sahi tuko half time almost ni 3 point na tukitoka hapa tunaingia election apart from kuimpeach governor utaenda kuambia nini watu wako umewafanyia nini so na remember umeingia hapo ukiwa na manifesto umeweza kuyatekeleza kenye uliahidi wananchi
to the larger people that we need the county to go forward. Mambo vile itaenda tutaachia Mungu. Na bado lakini sisi tubaki tu na upendo, usalama na umoja. Asante. Shukran sana, na nishukuru tu kwa kupata wakati kuja kuzungumza na sisi. Thank you very much, and maybe tutatafuta wakati mwingine tuongee zaidi na tuambie watu wa Isiolo nini tunahitaji kufanya kuhakikisha kwamba kaunti yetu inaendelea vizuri. Shukran sana. Wakili kiriwo okainambere kwa kidogo gitwerezaga mantu makoneni na bichi yetu na maybe nara mtu ambao uko hata na wakatunenkea namba chedimo maybe nara kwa na Facebook, YouTube na mtu ambao kwa kiona services yabo offer kengo tumenya mantu maingi mabwigi. Okay. So orambugere tukiamberia bethero ndire area think twice au building you in a think twice ogaitia second floor ukatwithira au FK Mnyangi and Company Advocates na kirindene directly opposite gate ya court ukatwithira au kaire FK Mnyangi and Company Advocates. Namba ndia umba kuringa kana gutukinyira ni 0729 049 262 Nachokera kairi 0729 049 262 watonya kwa Facebook ukethira FK Mnyangi Advocates turi area unaweza tupata vile na mbeunda kwa inya WhatsApp utatupata vile na ingwetekia tukagitavuria boya mtu no kiuragia marime ndi nkaumba kuria mbechi nuchi ande kwa wakili maybe process zetu nuzikwaje. Okay, so mbere ma na any service person agakwira magurio temenya kuria nonto kesi chithara chimwanya extent yangu geria mtu akaritirwa niyo yugani lakini ura mpomba kwera mukari wa Meru kana mtu ura ukwenda gutethwa neje tukamutethia ura tukumba na tutemuria goro tuka kubalance interest yao na cha kila mtu tukagitabura tugatethia ntu bwega sana maybe migambo ya muthia tukiumagaruka. Okay, oni bura mpomba kuga na mostly bobo ndera antu bonde lakini specifically vijana between Narua na 2027 kwena antu baba ingi mono bakahudhuria miaka 18 antu bau I can urge them paumare register kibande na make sure akuwata kura ntu kwera ya kura ya kinya arokerukiri sana aringe kura and na badhivyo bakomba ku safeguard interest yao na inya vijana kama Ahmed hapa wedhrano kuigwa unaweza saidia kana wina calling ile politics tukagetaburia ukachie jana you vie for those positions watu wakujue because at the end of the day twakurukia twarega twetera twaringa ilo kura ni akuru baba kana chiari betu kana bajuju betu policies ira bagakurukia bote kankuga bagakweruju kana lakini ugatega mtu ena miaka 70 na ugo ena miaka 20 effects cha policies hiyo ugo ena 20 ugo kaigwa muno na country neku you are the future and the future is here tutemenya gukara tukira vijana you are the future the future is here go out there grab that future by the horns the bull by the horns o register kura uringe kura na vijana nabo bayejane itene bira tuonekethera tukomba kugitabura guchenja ndiguru yetu. Bwega sana wakili na ibwega nuntu boturutana mantu mengi makona ya sheria mbikiria yene mo mawakili baraba bitwe bakibetera sana hakichia umuntu na wakinya chini chia owa inambe kwiraga gutibu karema maybe kezi ncha munda kechiana nambi wathira ukainambere kwagiterekaga na mantu makuma kainambere kwigwa maikaraga bwega track record yao yisasawa batethetie antu baingi sana bara maybe tutoma kwa tukiwetagago ndene mitambo nuntu bwa sirichia omuntu era bomorechwa nde timu tu morethero Meru TV na nkatho chimwanya tu nuntu bakwinambere kwigure kionene TV yaku kumaria twambirie mwanka kagitaniaka tukowatanire terukirirwe munde na wakili Kainyangi na Mheshimiwa Ahmed awatu inambe kwa tukiragira mantu mwanya muno mantu makonene mwereka wa mugongo na mantu makonene na sheria na
utongoria mwanga kaita kaukange ni ukabethera bambitane family zo Kimathi tutero arungi Alex noe kwimwerekere wako na timu ngima ira yonthe bethiri tubene ona rutero arungi kumakire tio kirego twa kwenderama ntuo embega.